Hello, Atumbaje. I have a lot to share, guys. If you're new here, please consider subscribing. Tafadhali, bonyeza ile alama nyekundu inapotokelezea. Alafu, after hiyo kalama kekundu kanapotokezea, haya, kuna kakengele kanakuja. Finya kwa kakengele pia. Ndio niki-upload video nyingine, unaweza kupawa taarifa, okay? Au kupewa taarifa. Sasa, leo nataka nizungumzie swala la kwa nini mwanamke akiachwa anapendeza? Kwa nini mwanamke anapoachana na ndoa yake, anapodivorciwa or anapodivorce anang'ara? Guys, I've decided to share this in Swahili. For those who don't understand Swahili, maybe you can use translation. Yeah. So, hiyo mambo ya kuwa uko ndani ya ndoa. Unajua ukikuwa ndani ya ndoa kuna vitu fulani yule mume anakukataza na unakuwa ni kama, unajua ndoa ni kama mfungo fulani. Na nyote wawili mnakuanga mmejifunga. Lakini hapa wanaume kidogo wanakwepa hii mfungo. Wanaume wanaenda wanajiachilia, yani wanakuwa wao wako huru. Sisi wanawake ndio tunakuwa tuko ndani ya ile mfungo. Tuliagree pamoja, tukapendana pamoja, na pengine hata tulifanya harusi. Tukafunga pingu za maisha, tukaapa pale mbele ya kanisa kwamba till death do us apart. Lakini kidogo hivi unasikia bwanako ako na mpango mwingine, ako na side chick. Huwa wanawaita side chick, unaona eh? So unakuwa wewe sasa yani umeparara, umesha thamani. Yani wewe si yule msichana mdogo alikuona nyakati hizo. Yeah guys, so tuendeni direct to the point. Kwa nini ukiachwa una glow, unaanza kung'ara, unabadilika hadi watu wanasema kumbe yule alikuwa amegandamizwa kwenye ndoa? Unapotoka katika ndoa na uhili kabisa, uanze kujitambua wewe ni nani, uanze kujua majukumu. Kama umetoka huko na watoto wawili, uanze kujua majukumu vile utalea wale watoto. Unaona eh? So unaanza kujipambaniza. Kama ulikuwa wewe ni housewife ufanye kazi, unaanza kutafuta vibarua, unaanza kufanya mabiashara. So unapojisimamia mwenyewe unapata ile nguvu ya kuona kwamba mimi nahitaji hivi na nahitaji nikae hivi. Kama ni kusonga, ulikuwa usongi, unaanza kusonga, una change. Kama ni lotion ulikuwa upati, jamani kukwetu kuna joto. Kama ni lotion ulikuwa upati, unaanza kujinunulia tu lotion nini, tu cream hivi kidogo. Mafuta ya kukufanya yale ya kufanya una glow. So ukitoka katika ndoa una glow hadi mtu anasema kumbe yule pale kwa ndoa alikuwa amefungika, kwa sababu umetuliza roho na kile unachopata kinakutosha. Unajipanga mwenyewe, hauna majukumu mengi ya kuwa ati sijui nangoja bwanangu aniletee nini, sijui mara mmekosana. Unajua ndoa, mkikaa kwa ndoa lazima kukosana tu. Sijui nini. Yani ni kitu yenye uko free sasa, unajifanyia kitu chenye unataka. Kama ulikuwa umepungua mwili unaanza kugain. Na sisemi hivyo kwa sababu ati naambia watu watoke kwenye ndoa. No, ukiona imeshindikana, unajitoa bwana. Mtu ako hapo hakutambui. Na unajua unapotoka katika ndoa unastahili ya kwamba ujitume. Si kwanza kutoka katika ndoa umetoka alafu unakuja unakaa chini. Unaanza kusema mimi niliachwa, sijui mimi. No. Ukiamua kutoka katika ile ndoa inastahili uje ufungue masikio, ujitambue. Ujue ya kwamba mimi sasa ni mimi na majukumu ninayachukua yangu. Kama umetoka kuna watoto wawili, ujue watoto wawili atakuwa na waangalia, lakini wewe ambaye unaishi naye hapo kama ni wadogo, itabidi wewe ndio kwanza unachangia ndio yeye achangie. So ukitoka kule kwa mume kwamba mimi I'm done, inatakikaniwa uwe umeheal. Na unaambiwa watu uheal katika ndoa. Uko na yule mwanamume lakini hamko naye. Wewe uliachana naye kitambo, like miaka 2 iliyopita, lakini yeye hajui, mko na yeye tu pamoja. So una heal ukiwa pale. Na watu wanasema hii mambo ya kutoka kwa ndoa kabla huja heal, unaenda unateseka sana. Make sure umeheal, roho yako imeridhika kwamba mimi huyu mwanamume hii matendo yake yako nayo siwezani na nishatoka kwa hiyo ndoa. So una heal ukiwa hapo. Then ukitoka hapo ndio sasa unaenda. Ukishafika kule nje ushajipanga kwamba mimi hii pesa yenye nimetoka nayo mwenyewe nilikuwa nikisave. Kama ulikuwa ukifanya vibarua si umesha save, nenda ukaanze biashara mama. Na uanze biashara na moyo mmoja. Si biashara na kujikunja, biashara na moyo mmoja. Na hiyo biashara nakwambia
Yekee Mungu mbele na ita boom. Unasikia kuboom? Yes, alafu utasikia anakutafuta tena. Wanakuanga hivi. Akishasikia mamake fulani siku hizi hatumwezi, anaanza kunyemelea kuja kutafuta. Guys, tutakuwa tukifanya simulizi za Kiswahili katika hii channel, and share me guys, and for those who are always returning to support me, I really appreciate. Thank you so much. Ciao.